Mimi nilikuwa sitaki kukuambia kwa sababu nilijua tu kama wewe utaumia. Na ndio maana nilikuwa natafuta sababu nyingine za kuwatenganisha. Lakini ulivyombishi, hukunisikiliza hata kidogo. Wewe malaya, kwa nini unanifanyia hivi? Hapana dada. Mama anaongea uongo. Yeye ndiye. Naongea uongo? Yaani bado unasema naongea uongo? Oh yes, kama kawaida tunaendelea kusonga mbele na series yetu kali kabisa, series ya kijanja, series ambayo inafahamika kama Bado Natafuta, na hii hapa ni episode ya 23, episode kali kabisa ambayo imechelewa kidogo kutokana na mambo ya hapa na pale, lakini tumerejea tena kibabe kama noma, kama kawa, kama dawa. Kisha tumebonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Tukumfanya vyema sana kuungana na familia ya Mapo Films kwa ajili ya kupata zile love story kali, lakini pia bila kusahau series kijanja kabisa. Ni episode ya 23 series ya Bado Natafuta. Twende sawa, twende pamoja tukatazame nini kimejiri katika episode hii hapa, episode ambayo imechukua muda mrefu sana kukamilika, na tunakuletea hapa kinoma noma ise. Episode ya 23 hii hapa, twende pamoja, twende pamoja tukatazame. Sasa tunaanzia kule mwishoni kabisa ambapo tulimwona mwanadada Amina akiwa amemtoroka rafiki yake Tina kutoka kule ofisini kwao na kumwambia kwamba kuna sehemu naelekea, kwa hiyo nafikiri nitarudi baada ya muda fulani. Akamwambia sawa, mimi niko ofisini. Kumbe lengo lake lilikuwa ni kuja moja kwa moja kwa mama yake na Tina ili kuendelea kuchochea moto, na wake ni mbaya sana kwa sababu kama unafahamu kwamba Amina apendi kabisa kapo ya Tina na mume wake Kelvin. Kwa hiyo kuna mambo anayafanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anabomoa ile noma sana. Sasa mama yake na Tina anamkaribisha Amina huku akiwa amefurahi kutokana na kuonekana Amina akiwa kama design fulani anaiponda ndoa ya Tina, jambo ambalo linampa faraja sana mama yake na Tina. Anamwambia mama, unajua mimi na mwanao ni marafiki, lakini kwa sasa ni zaidi ya marafiki kwa sababu tumekuwa ni kama ndugu. Kwa hiyo ninapoona anakosea mimi ni lazima niwe namshauri. Tina bwana, siku ambayo alimfumania mumewe kule loji tulikuwa wote pamoja na mimi na nikashuhudia kila kitu. Nikuwashuhudia Kelvin pamoja na yule mdada ambaye tulimfumania wakiwa watupu kabisa. Baada ya kuongea kauli hiyo, mama Tina akawa anashangaa sana. Kumbe ndio ilikuwa hivyo, imekuwaje? Kwa hiyo aliniambia kwamba anataka ampatie taraka ili watengane kabisa. Anamwambia ndio, hata hapa aliniambia hivyo na kila kitu nafikiri kinafanya katika taratibu na muda si mrefu atampatia. Akamwambia hapana, Tina anataka kurudiana tena na mumewe, yaani sijui anakosea wapi. Kwa hiyo naomba kanayo msisitize hilo kwamba asirudiane na Kelvin kwa sababu ni mtu mbaya kwake, na nafikiri pengine amemfanyia hata dawa na ndio maana amekuwa akizuzuka sana na Kelvin. Ambaye sawa mwanangu, wala usijali, nashukuru sana kunipa hiyo taarifa. Kisha Amina anaaga na kuondoka zake kimwacha mama Tina anatafakari. Muda siku tunamuona Tina ndo huyo tena amerejea nyumbani akiwa ametokea kazini, amechoka ile mbaya, akiwa na mawazo makupi katika kichwa, huku mawazo mengine yakimpa amsamehe Kelvin na warudiane tena kwa mara nyingine, lakini mawazo mengine yakimpa kwamba kwa nini ameamua hadi kwenda loji nimemfuma mbele yangu na mwanamke mwingine. Lakini wakati akifikiria hayo bwana, tunamwona mwanadada ambaye ni house girl anakuja hapa kwa Tina. Anamwambia wewe naye vipi tena? Mbona hivyo? Anamwambia kuna jambo nataka nizungumze na wewe dada Tina. Anamwambia ni jambo gani hilo? Anamwambia ni kuhusu kaka Kelvin. Anamwambia kuhusu Kelvin? Kelvin amefanya nini?
Ambapo kuna jambo ambalo limetokea, na mimi kwa sababu sitaki kuachana na Kelvin, nataka nikueleze kile ambacho mama ameniambia. Ambia sawa, nieleze. Ambia unajua mama, kuna kitu aliniambia nikifanye kwa kaka Kelvin. Tena namuuliza, ni kitu gani hiko ambacho mama alikwambia? Lakini ghafla mama Tina ndio huyo tena anatokea, kitendo ambacho kinamfanya dada wa kazi ashindwe kuendelea kusema kile ambacho amelazimishwa na mama Tina akifanye, na hivyo anaamua kubaki kimya, huku mama Tina akimwambia haya, nafikiri leo ndo muda rasmi kabisa umefika wa kutubu dhambi zako. Naona unataka kutubia. Sasa wakati unatubia, hakikisha unamweleza kila kitu tena kilichotokea. Wewe si unataka uziondoe dhambi zako ulizozifanya, basi hakikisha unamweleza kila kitu ambacho mmekifanya wewe na Kelvin. Lakini maneno hayo yanamchanganya sana Tina, na kisha ananyanyuka huko kauliza, kwani kuna nini kimetokea? Mama amechanganya, sielewi. Huyu ameniambia kuna jambo anataka kuniambia. Wewe tena unaniambia aseme yote ambayo amefanya na Kelvin. Nini kwa ni shida? Mama Tina anaamua kukandia huko kumweleza, huyo anatembea na mume wako. Niliwafuma chumbani kwako, kitandani kwako kabisa, wakiwa watupu wa mnyama, akiwa amefanya uchafu wake na mumeo. Tena baada ya kuwafuma na kumwambia, akanambia, hebu sikilize, mwanao mwenyewe uko busy na kazi siku zote, mambo ya kazi. Unafikiri mimi nitafanyaje? Ni lazima nitembee na huyo. Ni jambo la aibu sana, na mimi kwa sababu nakufahamu kwamba wewe pengine ungechukia sana, niliamua kutokukwambia, lakini ndio ujue kwamba huyo na Kelvin wanafanya uchafu sana. Tena anashangaa kwa nini mama yake anakandia hivyo, na kisha kumwambia, hapana, Kelvin namjua vizuri, hawezi kufanya hivyo. Mama Tina anambia, nakujua wewe ni mbishi, na mara kadhaa nimeshakwambia kuhusiana na mambo hayo, lakini hautaki kuelewa. Sasa nakukumbusha tu jambo moja. Unakumbuka siku ambayo ulirudi na mumeo Kelvin akakwambia uende nje ukafungulie maji kwa sababu choo kichafu? Ambeni unakumbuka. Amba sasa siku ile alikuwepo huyu kinyago chumbani mwako. Kwa hiyo alikuwa anatafuta namna nzuri ya kumtoa ili wewe usimuone. Kwa hiyo kitendo cha wewe kutoka na kwenda kufungulia maji nje ndipo ulimpa nafasi ya kumuondoa huyu kinyago. Na ndio maana nikakwambia kwamba wewe wakati mwingine unakuwa hautilii vitu maanani. Sasa baki hivyo hivyo. Ipo siku utakuja kuniambia ukweli. Baada ya kuambia maneno hayo makali, Tina anachukia vibaya sana, huku akimwangalia jicho la mwanaukome house girl, akimwambia, hivi wewe kwa nini hasa? Kwa nini umeamua kunifanyia ujinga kama huo? Anamnasa kofi ambalo linamfanya mwanadada ashikilie shavu kwa maumivu makali. Anaambia, pamoja na yote niliyokufanyia, bado unaona ni bora utembee na mume wangu? Kitu gani ambacho unakitafuta wewe kwangu? Mwanadada anamwambia, hapana, mimi sijafanya hivyo, mama muongo. Wakati anasema hivyo kwamba mama ni muongo, mama Tina anaendelea kumkazia na kumwambia, unamuona? Yaani hata hapa badala ya kukubali utubie dhambi zako, bado unashikilia kwamba mimi ni muongo. Kwa hiyo mimi tangu lini nimeanza kuongopa huko ndani? Unaona kiburi chako? Haya, shauri zako. Na hivyo Tina amechukia sana baada ya taarifa hiyo, lakini pia mwanadada naye anapata hasira kwa sababu amechapwa kofi ambalo si kosa lake. Unahisi nini kinakwenda kutokea katika episodi ya 24? Tafadhali bonyeza neno subscribe, ungana na familia ya Mapro Films, lakini pia usahau ku drop comment na ku like, kushare video zetu na wengine waje kutazama. Hadi wakati mwingine, kwa sasa na kuachana hii hapa episodi ya 23, kigongo kikali cha bado natafuta. Tukutane katika next episode upate kufahamu nini kimeendelea katika familia hii.